Bwana ni noma sana. Mzigo wetu unaanza siku ya Jumatano, mombe ya mtu moja moja. Kwa mshikaji anaitwa mchungaji Fredrick. Wakati anaanza mombe ya mtu moja moja, akawa amebaki kondoo mmoja ndani ya mjengo. Ikabidi mchungaji ajimegee, akawa ametulia amesimama wima kama tebo. Ikabidi mwanadada mwambie, basi mchungaji, nataka kuiona fimbo yako kuchapia waumini. Ikabidi mchungaji atulie kama moja. Bidada ikabidi azame mpaka chini ili kuchomoa bakora. Mchungaji katoa macho ile kinoma noma. Bila akamwambia, ngoja nisuizi niione. Ile mwanadada kujiuliza mara mbili, akapeleka kule na kuendaga hatari. Mchungaji alipiga tu kelele. Asubuhi na mapema mchungaji akawa amerudi, anapokelewa na mke wake. Baby, mshikatika, yes baby. Kabidi mwanadada amsogelee mshikaji, maana ndo mume wake wa ndoa. Mshikaji amerudi na mawazo ile kinoma noma kinachomtesa kichwani kuhusu kondoo wake. Yaani ameanza kunduka kanisani, afa amerudi huko nyumbani na mawazo kinoma noma. Mkaka anamuuliza, upo sawa? Mshikaji akamwambia, ya nipo sawa. Ni uwepo tu wa Mungu tunanifanya na kuwa hivi. Mshikaji kajitetea kinoma noma kwamba ni uwepo wa Mungu, lakini sisi tunajua ana kitu ambacho kinamsumbua kichwani, na si kingine, ni kuhusu ile kondoo aliyemweta kanisani. Ikabidi mshikaji amwambie, basi baby, naomba kwanza nikupumzike, nikishamaliza kuoga tutazungumza tu, hamna tabu. Maria akamwambia, hamna shida, basi na mimi ngoja nikakuandalia kifungua kinywa mume wangu. Maria akabaki anamwangalia mume wake, unajua anampenda, ndoa yenyewe bado changa. Maria akawa anamfikiria kinoma noma, ni mshikaji amebadilika ile kinoma. Bwana huko mshikaji ni majuto akiwa bafuni, yani anaoga ile kinoma noma, ajipaka misabuni mingi akizani anaweza kaondoa madhambi yake. Mshikaji wakati anaoga anaendelea kutuma dhambi yake aliyofanya kanisani. Yani baada ya kumaliza kama amerudi kichumbani, ametulia anatafakari aliyofanya huko kanisani, bado anamuumiza kichwa sana. Punde si punde kama ametokea mke wake ili kumshika tu bega. Mshikaji kama mshtuka kama pigwa na shoti ya umeme. Anamuuliza nani? Mke anamuuliza, anamuuliza mimi nani? Mbia hapana, ni mawazo tu. Anambia, una shida gani? Sasa hivi umekuwa na mawazo, leo unachokifanya? Hapana mke wangu, ila niko sawa. Upo sawa kweli? Ya mimi niko sawa. Basi kama upo sawa hamna shida. Kabidi mwanamke ajisogeze karibu. Mshikaji akakumbatia kifaa chake, na mimi kama mwambie nimekumisi, ujue hata mimi pia nimekumisi kweli. Ya nimekumisi. Ikabidi mwanadada mkumbatie mshikaji. Yani hawa ni wanandoa halali, ila mshikaji amekuwa king'ata kondoo wake kanisani bila mke wake kujua, na hicho kitu mshikaji kinamtesa sana akili. Bwana alipofika majira ya usiku, mshikaji kamekaa tena pembeni, yani furu mawazo. Kinachomtesa ni kitu kimoja tu kichwani, yani anajuta kula kondoo yule. Hakuna nyama tamu kama nyama ya kondoo, watu ndio wanakuambia, ila sio maneno yangu, ni maneno ya wahenga. Wanakuambia kondoo huwa ni tamu. Bwana binafsi mimi siye kula kondoo, kwa siwezi kudhibitisha kwamba kondoo ni mtamu au sio mtamu, ila mchungaji Fredrick bado anamwaza sana kondoo wake. Mshikaji kinachomuumiza akili ni kumla kondoo ndani ya nyumba ya ibada, yani katikati ya kanisa. Mshikaji kabidi aanze kulia na Mungu wake, yani anajuta, kwa maana kwamba amefanya kile kitu pasipo mwenyewe kutarajia, ila hicho kitu kinamuumiza sana akili. Ikabidi mshikaji aendelee kujuta na kulia na Mungu, apige maombi ile kinoma noma kumwomba Mungu amsamehe na kumfutia madhambi yake kabisa. Mungu hajawahi kuacha kumsamehe mtu yoyote duniani, hivyo mchungaji aliamini tu akimwomba Mungu aweze kusamehe kabisa na kufutia dhambi zake alizozifanya katikati ya nyumba ya ibada, yani kanisani. Bwana alipofika asubuhi na mapema, mchungaji akiwa katikati ya kanisa, ikabidi anze kuliongoza ibada. Ushakuja kusifu Kinigeria, sasa leo tunasifu Kinigeria wote. Mchungaji Fredrick akiwa na mke wake avuko anasifu ile kinoma noma. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha ukiwa na furaha katikati ya kanisa lake, yani ni full furaha, shangwe, wanakwaya huko wanaimba wakiwa wanasifu. Sasa ngoja tusifu leo Kinigeria. Huku watu wanasifu jinyegeka. Hakika bwana, hiyo ndio lugha ya Kinigeria. Kama umenielewa Kinigeria, basi komenti hapo umeelewa kitu gani kimezungumziwa hapo, yani wakiwa wanasifu wanasemaje kwa Kiswahili bwana, tia komenti yako hapo. Baada ya kusifu, kabidi mchungaji Fredrick awaambia waumini, kaeni chini.
Baada ya kufungua ibada akiwa kwenye mahubiri, watu kwa wamesikiliza sana na kutega masikio na kumsikiza mchungaji jinsi anavyohubiri. Yani somo liko limebamba kinoma noma, maana watu wametulia ile kimya mchungaji wakati anahubiri. Ikawa imekuja ile nyama yake anayoipigia sana katikati ya kanisa, kondoo wake akawa ameingia. Kwanza picha linaanza, kondoo amepiga bunge la tinted, alivyoingia akalipandisha kwanza kwenye uso. Mchungaji ile kumuona tu akawa ameshtuka ile kinoma noma, kwa sababu anajua ni nyama yake anayoipigia sana katikati ya kanisa. Mke wake akawa ameshtuka, mbona mume wake ametamaki na kushangaa. Iligeuka nyuma, mwanadada hakuelewa chochote. Wakati huo nyama yake ikawa imeshatulia, ikabidi waambie waumini warudi kanisani na kumsikiliza yeye, huku mwanadada anefulu tabasamu tu. Nyama ya mchungaji, kondoo wa mchungaji, noma sana. Yani mchungaji hapo mbele anahanyanya ile kinoma noma, hajua afungue kitabu gani, asome neno gani. Anachokiwaza ni nyama iliyo mbele yake. Yani mwanadada hawazi chochote juu ya Fredrick, anachokiwaza tu ni kuhusu yeye mambo yake na Fredrick katikati ya kanisa. Yani wamekuwa kimegana kila siku katikati ya kanisa, na hicho kitu kimekuwa kikimtesa sana mshikaji. Yani kila anapomwona mwanadada ameingia kanisani amani hana. Bwana, baada ya ibada ya kuisha, usiku ulipoingia, bwana ikabidi mama mchungaji amwambie, baba mchungaji, nahitaji huduma yako. Mshika mwambia, nimechoka sana leo, nimeongoza ibada na misa yenyewe ilikuwa ni ndefu mke wangu, so please naomba niache nipumzike. Mama mchungaji akamwambia, kwani kwenye ibada tulikuwa wote, kama kuchoka hata mimi nimechoka pia. Mshika mwambia, najua ila elewa tu siko sawa. Mwanadada akamwambia, haupa saa kitu gani? Ni mwezi wa 3 sasa sipati haki yangu. Mshika mwambia, najua upate haki yako lakini nimechoka, tutafanya siku nyingine. Mwanadada akamwambia, una shida gani wewe? Kumbe mshikaji katikati ya kanisa baada ya ibada anaenda kung'ata kondoo wake. Akifika nyumbani anasingizia ibada amechoka. Ikabidi mwanamke kumforce, ikabidi mwanadada anze kumforce mshikaji. Yani anataka mshikaji akagoma kinoma noma kutoa, mshikaji amegoma kucheza. Ikabidi mwanadada mpukuzie uzito mshikaji, ili mwanadada apeleka mkono, mshikaji kama ibana mkono, yani hataki hata nguo yake yote ishikwe, akamsukumizia huko. Bwana ni noma sana. Hayo ndio maisha ambayo anaishi Fredrick pamoja na mke wake. Mshikaji anatumia kigezo cha uchungaji kutompatia mke wake haki yake. Kumbe nje ya nyumba mshikaji anajichagulia kondoo katikati ya kanisa na kuwachapa kinoma noma. Akirudi nyumbani amechoka ile hoi kinoma. Yani mwanadada kuona tabu wala nini, kabila ende zake bafuni kupunguza uzito. Asubuhi na mapema mshikaji kawezake akumjali mke wake wala nini, akawezake yuko busy na mambo yake, anachezea kompyuta tu, yani kawaida tu, huku mwanadada ni mawazo kinoma noma. Ikabidi aonyeshe tu furaha mbele ya mume wake, akamwambia hi baby. Mshakamwambia hi baby, mzima vipi kuhusu siku ya jana ilikuwaje? Mshakamwambia ilikuwa poa tu. Mwanadada akamwambia kama ilikuwa poa basi na mimi nimefurahi kusikia hivyo, nafurahi nikikuona ukiwa na furaha mume wangu. Mshakamwambia hata mimi pia nina furaha nikikuona mke wangu, sasa hivi 12. Mshikaji kana namsifia mke wake kede. Mwanadada akamwambia basi nashukuru mume wangu kwa kunijali. Bwana, sehemu ya kwanza inaishi hapa katika kisa cha mchungaji Fredrick. Tukutane sehemu ya pili. Hii ni Voko TV na mimi ni Afande Philibert. Usisahau subscribe na kulike ili kwanza kupata taarifa mpya. Pia usisahau kuweka comment yako hapo chini, then nitaipitia.